nimechagua kilicho bora. Unajua ile timu yenu mnaoshabikia bwana, ile haina ndoto ya ubingwa, haina ndoto ya finali. Ukifungwa mnachekwa masaa mawili, maisha yanaendelea. Sisi hao mama Simba ikifungwa masimango wiki nzima, masimango wiki nzima, nakwambia hiyo. Hongera sana mdogo, unanenepa kabisa. Kwa kweli umechagua kilicho bora. Kama pangekuwa kuna wanaita muda unarudi nyuma, mwenye ningechagua kilicho bora zaidi. Sasa kwa nini usiondoke Simba? Hapana, Simba mimi naipenda sana. Unajua haya maumivu yanayotupa na anatujenga. Unajua vijana tunasumbuliwa sana na mapenzi. Kwa unapokuwa strong na maumivu, hata mapenzi hayakusumbui. Kama Simba atakunyua wewe nani? Moyo wangu wa chuma. Bwana, nianzie hapa. Weekend hii bwana, wiki iliyoisha tumeshuhudia michezo ya mbalimbali ya kimataifa, klabu bingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika. Tuanzie hapa tulipoanza kumuona Young Africans siku ya Ijumaa, japo akapoteza tu ugenini kwa jumla ya goli 2-0. Kwa namna ambavyo uliwatazama Young Africans, japo bahati pia haikuwa upande wao. Unajua mwanangu, unaingilia sana. Yanga kweli bahati haikuwa kwao. Maana Yanga alicheza vizuri kuliko Ahali. Unajua FK moment jitihada za mtu zinapoonekana tumpongeza kabisa. Yaani kupata ile position ugenini, alafu kupiga mashuti mengi on target kuliko mwenyeji, inabidi umpongeze. Ina maana ni umakini kidogo tu ambao ulipotezwa na hofu na pressure ya ugenini ulipelekea Yanga kapoteza mchezo. Lakini Yanga alikuwa bora kila eneo, alijilinda kwa wakati, alishambulia kwa wakati, elewa. Kwa hiyo ule umakini na pressure ya ugenini ndio ulipelekea Ahali kupata zile goli 2 on target, 2 goli. Tunawapongeza pia Ahali kwa kutumia nafasi. Lakini Yanga alikuwa bora sana, na kilichopelekea Yanga kufungwa kingine, Ahali alimheshimu Yanga, hakutaka kubishana naye. Alimheshimu Yanga. Ahali alikaa nyuma ya mstari, akala mshambulia Yanga kwa counter attack, kwa kumshtukiza. Ukiona timu inafanya hivyo, basi ujue anajua opponent wake ana uimara kiasi gani. Kwa hiyo kama Yanga akafungwa goli zile, tumpongeze pia, kwa sababu timu kaijenga. Hii inaonekana mpira mchezo wa hadharani bwana. Unaweza ukasifia kitu hata wananchi wakaona wewe umechanganyikiwa. Yaani hizi sifa ukitoa ambazo wenyewe wakiangalia waziona, utakuwa mchome akili una. Lakini mimi wananikubali kwa sababu naongea kilichopo. Timu imecheza. Timu tena sio kucheza, imecheza vizuri kuliko hata mwenyeji. Kufungwa ni matokeo. Ina depend na mwenyeji amejiandaa vipi. Unajua marefa nao weusi wakichezesha na Arabu. Unaona di Senegal alitoka nje ya uwanja, mambo yanakuwa gani mengi. Heka wewe umeziona mbele uwanjani. Kwa hiyo kufungwa goli 2 kwenye uwanja wa Alexandria kule uwanja, ukikaa bila jacket damu ina gani kama ni mgeni au hujazoea environment kwa baridi ya pale. Kwa hiyo Yanga wamekuwa kuongezwa. Kuna namna mwamuzi hakuwa kama sawa upande wa Yanga. Kuna some moments ambavyo unaona paulo zinachezwa, lakini unaona mwamuzi anapita. Lakini kuna moment akifanya Ahali, mwamuzi anajiamuru mapema. Huenda ikawa na yeye kuna namna ambavyo Yanga Africans aliuliza pamoja na mwamuzi. Waamuzi katika michuano ya Afrika bado ni kikwazo. Endapo utacheza mkubwa na mdogo. Unajua katika rank Yanga ni mdogo kwa Ahali. Kwa usije ukategemea maamuzi ya marefa kwa sawa. Ukilinganisha na rank, Ahali namba 1 Afrika. Ni miongoni mwa vilabu bora duniani. Yaani ukitaja vilabu bora duniani, Ahali lazima umweke. Kwa hata refa yeye mwenyewe ana pressure. Refa mwenyewe anaogopa. Yaani mwamuzi yote anaogopa kwanza. Ahali usikumchezeshea unapojisikia wewe. Kwa hiyo pale hata kumnyonga Yanga vile kidogo refa alikuwa anamuogopa engineer. Wewe ufanya maamuzi ya wazi, kesho huna kazi. Mwamuzi alikuwa anamuogopa. Yaani pale refa alikuwa anamuogopa engineer, anaogopa Ahali. Kwa hiyo wakaona hapa ni nyonge kidogo. Hajanyonga sana kwa sababu Yanga wana mwenyekiti wa vilabu Afrika, lakini
licha ya kuwa na mwenyekiti wa vilabu Afrika Engineer Hersi, bado refa alikaza kadi za njano, anapiga wale watu muhimu. Kamata akaona Yanga uhai wao huko hapo kwa Damalo, akalima kadi, na tayari ukishalimwa kadi kiungo, kocha anayejua mpira lazima apotoe, kwa sababu ni kadi nyekundu inayotembea. Mwarabu unajua hata ukimpita mbele kwa kasi anaanguka, anashika kigugu. Sasa refa akiwa wapao kama vile anakupiga njano, second yellow, umetoka nje. Tayari ukishakula umeme, umeikosti timu. Na unaona baada ya kutoka Damalo kuingia Mudathiri, unaona tayari kuna mabadiliko yanaonekana. Kwa hiyo Ahali wanajua kucheza sana zile mechi. Ni wazoefu sana. Lakini Yanga alikuwa bora kwenye ile mechi. Ukiangalia Young Africans ndani ya msimamo wa kundi lao wana alama 4, lakini anaongoza Ahali ana alama zake 7. Alafu anayefuata nafasi ya 3 kwa Rabat, lakini nafasi ya mwisho JS Kabylie. Unawaona Young Africans kufuzu kuelekea hatua ya robo finali? Yanga atakayesababisha Yanga afuzu sio sababisha Yanga afuzu sio Ahali. Ahali sio mpinzani wa Yanga. Mpinzani wa Yanga ni hizi timu mbili. Yaani Yanga inabidi hao wawili ahakikishe pointi hazipande. Hao wawili pointi hazipande, yani Farabat ya JS Kabylie pointi, yani pale pointi zisipande, kwa sababu wale pointi zikipanda wanamsogelea. Umeelewa? Kwa hiyo Ahali katika hizi timu tatu ukitoa sare naye wewe umeenda robo finali. Katika hizi timu tatu Yanga, Farabat na JS Kabylie, ukitoa sare na Ahali una uhakika wa kwenda robo finali, kwa sababu yule ndo mbabe wa kundi. Lakini kwa mimi Mchome Mapovu, nikiangalia hii game inayofuata ya Yanga, naona baada ya dakika 90 Ahali atakuwa juu kwa magoli. Ahali atakuwa juu kwa magoli, alama 7-7. Unamuona Young Africans kuchukua alama Guantanamo. Kama aliweza kupiga on target nyingi kuliko Ahali, kutengeneza nafasi nyingi kuliko Ahali, kushambulia ball position ikaongoza yeye, ugenini nyumbani unashindaje kushinda? Kwa sababu Yanga ya ushindi Pacome anzi benchi. Yanga ya ushindi Pacome anzi benchi. Sasa Pacome pale Zanzibar Guantanamo Bay, Ahali anashindaje? Atafungwa. Kwa mimi Mchome, kwa mimi ninavyoona, nilipoona mechi ya kwanza na hii ya pili, Yanga akishindwa kushinda kaamua yeye. Yanga akishindwa aamue yeye, kwa sababu refa wako, mashabiki wako, uwanja wako, mechi wewe ndio mwenyeji. Wewe unawapokea wale, kila kitu unawafanyia wewe. Wale unaweza hata ukawaloga nje ya uwanja. Kwani hizo nazo pia zipo? Sasa yaani unapocheza na Mwarabu inabidi umfanyie kila kitu, kwa sababu siku hali ya hewa sio kigezo. Yaani huko hamna muda utakaopanga ambao Mwarabu yeye akashindwa kucheza, lakini yeye kwake za kupeleka kwenye condition ambayo ina baridi ukakwama kama Yanga alivyopeleka kule, unaambiwa usipovaa jacket life jacket ile kwa dakika 5 damu inaweza ikaganda kama hujazoea ile condition. Baridi sio poa, lakini wenyewe huko wana survive. Unaelewa? Kwa hiyo sasa inabidi Yanga, kama kuna waganga anao Chake Pemba, anao Tanga, wote akusanye basi. Hii vita hii mechi ndio mechi ya maamuzi. Hawa watu wawili hawa ndio wanaenda kukutana finali, ndipo Yanga atacheza vidugu. Nitakwambia vingi. Yanga akitoboa hapa robo finali, Yanga tunamkuta finali, kwa sababu kwenye hivi vilabu vyote vilivyobaki hamna mtu ambaye ana quality ya Ahali. Hata Simba. Wewe sasa unakotukuta huko. Experience na tutafika huko. Sawa. Kwa hiyo sasa inabidi hii mechi iwe jihadi. Na mimi naamini Yanga mwanangu, sijui wanawalipaga shilingi ngapi wale wachezaji. Wanacheza vita. Yaani wale wachezaji wa Yanga wanacheza vita. Na hiyo vita pale Guantanamo Bay utaiona. Nini kifanyike Young Africans kuchukua alama na mashabiki waweze kutamba? Maana saizi ukiambiwa habari ya mjini ni Yanga. Kwanza watumie tu nafasi wanazozipata. Unajua timu kama Ahali hakupi nafasi nyingi. Ukipata nafasi 2 tumia. Yaani ile timu haitoi nafasi kabisa. Yaani uzocheza dakika 90 akakupa nafasi 3 tumia. Unaelewa vizuri? Ukiwa una uwezo wa kutumia kila nafasi unayokutana nayo, una advantage kubwa sana ya kupata alama 3. Ukiwa una uwezo wa kutumia nafasi. Ukimwangalia Ahali wachezaji wake hawana mambo mengi. Trezeguet ni mtu wa kutumia nafasi. Ukifanya kosa anakuadhibu.
hana mambo mengi. Kwa hiyo Yanga inabidi na wenyewe waige ile tabia. Ahly anafanya makosa, lakini kinachofanya Ahly anakuwa safe kwamba opponent wake atumii nafasi. Kwa ili Yanga aweze kushinda, inabidi cha kwanza aweze kutumia nafasi. Cha pili, mashabiki watakaoenda uwanjani waende wakashangilie timu. Unajua na hapo Yanga anawashua wengi. Mabosi madoni kwa doni za kakaa chini pale, labda ana vitu vyake kapoa pale, anza kaona kuinuka kushangilia Jau, unajua utatoka jasho. Waache hayo mambo, ukienda uwanjani dakika ya kwanza hadi ya 90 shangilia. Umeona Ahly mwanzo mwisho tu anashangilia, vile ndio mbinu za kumfunga Mwarabu, kumtia pressure, kumtoa mchezoni. Kitu cha tatu aloge. Loga sana. Yaani inapofikia hatua loge kabisa. Loga kabisa. Yaani mwanangu, unapokuja swala la mafanikio, siangalie mtu, loga kweli kweli, pata alama 3, baadaye ndio mwanze kujadili alama 3 tumezipataje, tuliloga, watu walishangilia, watu tulijituma, hivyo ndio inavyotakiwa. Bwana, tukiachana na Ijumaa, Jumamosi hali ikawa mbaya zaidi. Kuja ninywe maji kwanza. Ngoja ninywe maji. Hali ikawa mbaya zaidi kwa mnyama Simba Lunyas, matumaini yakazidi kufifia baada ya kupoteza ugenini nchini Tunisia dhidi ya Esperance de Tunis kwa jumla ya goli 1-0. Wengi waliweka matumaini kwenye mechi hiyo, lakini watu wakaweka na zile vitu bwana tamu.